Ikiwa ni tarehe 29 tukiwa tumekita kambi hapa Likoni katika kanisa mojawapo tu ya ambapo jana kumekuwa na shughuli ambayo imetendeka katika kanisa hili na ukawa na finyange baina ya viongozi wawili wa kisiasa hapa Likoni. Kumbuka kwamba tunasema kwamba siasani na bila shaka 2027 imeshawadia na kila mmoja anang'ang'ana kuhakikisha kwamba ni nani atakayeleta maendeleo, nani atakayeleta mabadiliko ambayo wananchi wa Likoni wanahitaji. Na bila shaka tuko naye mchungaji hapa ambaye ndiye alikuwa ameweka shughuli hii, pengine kwa kunradhi tu atakuwa anatuelezea kulienda vipi mpaka ukafika wapi. Je, ni nani aliyeanza, mgogoro ulikuwa vipi mpaka ukawa vipi, ili kuhakikisha kwamba tunaweka wazi wale ambao hawafahamu yale yanayoendelea katika mitandao za kijamii. Pengine mchungaji tu tukisonga karibu hapa, mchungaji, pengine utuambie unaitwa nani, kisha ujaribu tu kutuwekea wazi ni kipi kilichotendeka siku ya jana, ilianza vipi, ilikuwaje kwa ufupi tafadhali. Majina yangu ni Reverend Peter Omondi Ojondo, nikiwa mchungaji wa kanisa la Likoni chini ya mwangalizi District Overseer Reverend Ephraim Chuma. Kulingana na utaratibu wa kanisa letu la PAG all over the country, tumekuwa na ibada ya vijana ambao kwa kalenda yetu naita Youth Week. So siku ya jana haya yakiwa makao makuu ya wilaya ya South Coast, nilifahamishwa ya kwamba vijana kutoka maeneo ya South Coast wote watakuwa na kongamano lao wakimaliza kongamano la wiki, na ikawa ya kwamba mkuu wa idara ya vijana atahudhuria kongamano hili. Kama mchungaji nitengeneza maandalizi na ibada ikawa nzuri. Na pengine tu kutuweka wazi mchungaji, ni kwamba ilifika wapi mpaka ikawa kuna sintofahamu kati ya viongozi wale kutoka kwa mrengo wa ambaye sasa ni mbunge katika eneo bunge hili la Likoni, Mama Mishi Mboko, na pia kukawa kuna tofauti pia kati ya wale wafuasi ama wale waandani wake seneta mteule ambaye pia anang'ang'ania kuwa mbunge pengine wa Likoni. Pengine ilifika wapi mpaka kukawa kuna vurugu, kuna vurumai, kuna sintofahamu mpaka ikatokea pale ambapo ilifikia? Kwanza nataka nipongeze mbunge wetu Mheshimiwa Mboko na mbunge wetu ambaye ni seneta ambaye anawania kiti tena cha ubunge. Wao walionyesha heshima kubwa, maana yaliyotokea maybe jinsi tunasikia kule nje hayakutokea ndani ya ibada. Wao walikuwa watulivu na walishiriki na vijana vizuri na wakatoka kwa amani. Labda tu lile ambalo lilitokea kwa wale wafasi wao ambao waliwaleta ama alipowasili wakaja na wao wakawa wamesimama nje ya ibada. Ndani ya ibada nataka niseme kinaga ubaga, ndani ya ibada hakuna yeyote aliyelete furugu, hakuna chochote, hakuna yule ambaye alipigana na mwingine. Ndani ya ibada ilikuwa tulivu na tukamaliza vizuri, isipokuwa tu hawa waliokuja na wao walikuwa na kutokuelewana kidogo kwa masuala yao ambayo siwezi elewa yalianzia wapi yakiishia wapi. Lakini kama mchungaji nikawasii na wakaniheshimu, wakatoka nje ya kanisa, compound ya kanisa, wakaenda kule nje. Walipoenda huko wakaendelea na maneno yao jinsi waliendelea, ambayo sijui kiini hasa kilikuwa nini. Lakini mwisho wake nilichokisikia nikiwa kwenye compound kama mchungaji ambaye nilikuwa host, nilisikia tu mlipuko wa risasi, ambapo sitaweza eleza ni nani ama ni nini kilichokuwa kinaendelea kule nje. Maana walipoanza kufurugana hapa kwa maeneo ya kanisa, niliwaweka pamoja, nikawaongelesha kama mchungaji, na nataka pia niwapongeze kwa sababu walinipa heshima yangu kama mchungaji, wakanisikiza na wakaomba radhi na wakakubali kutoka nje, na wakatoka nje na maeneo ya kanisa yakabaki salama. Na pengine tu mchungaji, tukimalizia naona director pale ananiambia masaa yameenda, pengine tu ukituambia kiufupi, wewe kama mchungaji una yepi ya kuambia pengine wale wote ambao pengine wanang'ang'ania katika viti vyovyote pale nje kuhakikisha kwamba mmoja anataka uongozi kudumisha amani
katika wakati huu wa siasa unazoelekea mwaka 2027? Okay, langu nitaweza kusema ya kwamba kwa wale ambao ni wafazi sugu wa wainiaji viti, wadumishe amani kama jinsi viongozi wanaotaka viti wanadumisha. Kwa mfano, Mheshimiwa Mboko na Mheshimiwa ambaye ni seneta wetu walipokuwa ndani mwa ibada hawakukuwa na mvurugano. Walionyesha heshima kubwa ya upendo, ya kuunganisha watu pamoja. Isipokuwa tu hiyo kutokuwa na ufahamu kilichotendeka nje, lakini wao walituonyesha mfano mwema, maana walipopewa nafasi walisalamia wale ambao walikuwa kwa ibada na wakatoa sadaka zao na wakaomba kura yao kwa amani, na si kuona sitofahamu katikati yao. Kwa hivyo langu ni kusema tuige mfano kama huo, tulete amani. Wale ambao ni wafasi waige mfano ya viongozi wao. Lingine tu lile ambalo nataka nitoe kwa mawazo ya wananchi wa Kenya ni kwamba ndani ya ibada ilikuwa tu ibada, hatukukuwa na harambee yoyote ama changio lolote la fedha, kwa sababu pia nimeliona swala hili likiwa kwa social media. Nasimama nikiwa mchungaji wa kanisa hili kusema ya kwamba ilikuwa ibada, haikuwa changio ya fedha ama harambee ndani ya kanisa. Hapana, tulikuwa kwa ibada ya kufunga ibada la wiki la vijana. Ama pengine tuweze kuzungumza, tunaye askofu ambaye pia tunaye hapa. Awali tumezungumza na Reverend ambaye tumemsikiliza kutoka kwake, lakini pia wacha tumsikize Bishop ambaye ni askofu katika kanisa hili, tuweze kupata kutoka kwake. Pengine askofu, habari ya saizi, pengine tuambie ilikuwa vipi mpaka ikawa jinsi ilivyofika, mpaka imefika kwenye mitandao za kijamii, mambo yanasemekana kuwa ilikuwa hivi akaenda hivi, pengine tu kwa ufupi. Majina yangu ni Bishop Ephraim Chuma, askofu wa Pentecostal Assemblies of God South Coast PH District. Chinzi ambapo mchungaji ama Reverend ameongea ilikuwa hivyo. Sisi tulikuwa kanisani, kanisa ilikuwa nzuri, na tukawa na wanasiasa hao walikuja, tuliwaalika kwa ibada ya maombi ambayo ilikuwa ni maombi ya vijana, na tulikuwa na kiongozi wetu wa national ambaye ni National Youth Director katika ibada yetu ambaye anaitwa Reverend Waizaka. So tulikuwa na ibada nzuri na hao wapunge ndani, lakini nje ndio furuko ilikuwa, na mimi sikuwa nje, mchungaji alikuwa nje. Baada tulisikia tu mlio wa risasi nje, lakini kwa kanisani tulikuwa na ibada nzuri, na ilikuwa ibada nzuri kwa sababu kila wakati huwa tukiwa na ibada hizi tunaalika waheshimiwa kuja kuhudhuria. Miaka yote tumekuwa na ibada hizi, hatujawahi kuona furuko kama hiyo ya jana, lakini hiyo furuko hatujui kianzo chake ni nini. Tunaomba tu serikali yetu wasiliane na wale wakombea viti, wasungumise, waongee na wale wafuasi wao, wanapofika mahali kwa kanisa waleta amani. Maana hiyo furuko makanisani wanaonyesha picha mbaya kwa makanisa. Watu wameomba na wanafanya furuko kama hiyo, inalete picha mbaya kwa serikali yetu ya Kenya. So tunaomba tu Mungu atende mapenzi yake kwa hao wa serikali, ikae na hao iwaweke pamoja, ili wanapokuja kwa makanisa tuwe na ushirika mmoja na ushirikiano, na wale wafuasi wao wajue maeneo ya kanisa ni mahali pa maombi, si mahali pa mfuruko. Hata nje ya kanisa ni dhambi hao kufanya mfuruko nje. So, pengine tu askofu, ukimalizia tu pengine uweze kutuelezea ama pengine utume ujumbe, pengine umfikie Mama Mishi Mboko ama ujumbe umfikie Miraji Abdullahi, seneta mteule, pengine ni ujumbe gani ambao unataka kuwapatia? Ujumbe wa kuwapatia watimisa amani, maana hawa wananchi wote ni watu wao. Kama ni Mishi Mboko tumekuwa na yeye miaka yote mahali hapa akiwa MP wetu, na tena Imeraj ambaye nataka ubunge wahakikishe watimiza amani. Wanapokuja pamoja wakiona mambo kama hayo, wakienda kukaa mahali, akikaa na watu wake, wafuasi wake, watimiza amani. Wakikutana wasionyeshe picha mbaya, maana hiyo picha inaonekana picha mbaya, hata wananchi wanashangaa. Hao kama watakuwa viongozi wetu, wale wafuasi wao wanaonyesha picha mbaya, picha ya kupikana.
Na tunaye pia hapa kiongozi wa mama wilaya nzima ambaye pia tunaye hapa, pengine tu tuweze kuzungumza naye pia tuambie kwake yeye aliona vipi, kulikuwa vipi na ukawa. Pengine mama, tukisongea karibu, pengine utuambie unaitwa nani, kisha tuambie ilikuwaje. Kwa majina naitwa Florence Ngosi. Sisi tumekuwa na ibada nzuri vile mchungaji ameweza kuambia. Mlio si tulisikia mlio ukilia nje, haukulia hapa ndani ya kanisa, ilikuwa nje. Na pengine tu kiufupi, pengine je, kunaye mama kwa sababu wewe ni kiongozi wa mama, pengine kunaye mama ambaye pengine umepata habari ya kwamba pengine alipata ajali ama pengine kusukumwa katika hali ile ya finyange za mvurugano ambao ulikuwa unatendeka kule nje, ama pengine wote walikuwa ndani? Wote walikuwa ndani, hakuna mama ambaye nimepata kwake habari mbaya ambaye imeweza kuumia. Wote wa mama tulikuwa tuko ndani na vijana. Na pengine tu ni ombi lipi ambalo ungependa kumwelezea mbunge wetu Mishi Mboko, na pia uweze kumwambia seneta mteule ambaye hivi sasa anataka kiti cha ubunge hapa Likoni, pengine ni ujumbe upi ambao ungewapa, kwa sababu hao ni kina mama wenzako? Kama wamama si tunahitaji tu amani, tuwe na amani mahali popote, maana wamama ni watu wa kuhudumisha amani, tunahitaji tu amani. Na hawa hapa wamekuwa tu ni viongozi wa dini ambao walikuwa hapa siku hiyo ya jana, ukiwa kunatokea mtafaruko na uvumi na uzushi uliotokea hapo jana, lakini bila shaka ishara tu ya kwamba kila kitu ilikuwa sawa wakiwa hapa ndani ya jumba la Mungu. Na bila shaka tutakuwa tunazidi kutembea ili kuhakikisha kwamba tutakuwa tunalipata ni yepi alitendeka, ni wapi na ni nani alihakikisha kwamba kinakuwa jinsi ilivyokuwa pale kwenye mitandao ya jamii. Mimi hapa naitwa Sitati Musa na hii hapa ni Songolis TV Mombasa.